tunaendelea na kipindi kingine tunaendelea na somo letu kama tulivyosema hapo awali. Hapa tunaendelea na kwanza nianze kwa kushukuru. Asante sana kwa uaminifu wako. Niseme tu asante sana kwa uaminifu wako. Uamuzi wako wa kuacha pombe ni wa kishujaa. Thank you. Nasema nikushukuru sana na ninafurahi kukusaidia kwa ratiba na mwongozo wa kitaalamu katika hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwa mtu yeyote yule ambaye pengine anakunywa pombe, ameacha. Kwa hiyo mimi namshukuru, namshukuru. Nampongeza, ni hatua kubwa. Ni hatua ya kishujaa na Mwenyezi Mungu aweze kumwendelea kumbariki hivyo hivyo, aweze kuwa hivyo hivyo. Mpango wa wiki 4 ya kuacha pombe. Kuna mpango wa wiki 4 wa kuacha pombe, hatua kwa hatua. Tunaanza kwa huu ni mpango wa kitaalamu wa awali ya siku 28, sawa? Wiki 4 ambao unaweza kuanza leo au kwenye tarehe utakayochagua wewe mwenyewe. Utapanga tarehe yenyewe utakayoona inafaa, tarehe ambayo utaona inafaa. Kama mimi tarehe nataka niache pombe, kila wiki ina lengo maalum. Kwa hiyo unatenga kila wiki na lengo maalum. Mwezi mmoja una siku 28 na mwezi mmoja na wiki 4. Kwa hiyo utakuwa unachagua kwa mfano wiki ya kwanza, sawa? Wiki ya kwanza uamuzi wa matayarisho. Uamuzi wa matayarisho. Malengo. Tambua sababu zako. Tambua sababu zako ni zipi kama nilivyosema awali katika kipindi kilichopita. Lakini pia andika malengo yako. Andika malengo yako ni yapi? Nishakufundisha huko mwanzo. Nikasema kwamba anza kupunguza pombe taratibu kama huwezi kuacha ghafla. Utaanza kupunguza taratibu kama nilivyosema huko awali, usipite sehemu ambazo zinavishawishi, epuka marafiki ambao watakupelekea sehemu za kunywa pombe. Kwa hiyo nikasema kwamba kwa mfano sasa tunaanza kila siku. Sawa, andika hisia zako dakika 5. Hisia zako dakika 5 kwa mfano, epuka baa. Sehemu za pombe. Na baa mimi sasa hivi kwa kweli hizo naepuka nazo kabisa, sehemu za grocery, sehemu za baa, sio kwenye duka la nani kipita pale nachukua hiki, hapana. Epuka kabisa kitu kama kile. Lakini pia ongea na mtu unayemwamini kuhusu lengo lako. Umeona? Ongea na mtu, nimesema hapo awali, inawezekana ukaenda kwa watu wa ushauri, ukaenda kwa daktari, ukaenda kwa mtumishi wa Mungu na kadhalika. Lakini pia kunywa maji mengi lita 2 plus kama unaweza, lazima unywe maji mengi kila siku. Ina maana ukiwa unakunywa maji mengi unaenda kukojoa, unafanyaje? Inatoa zile detoxification, inatoa sumu mwilini. Lala kwa wakati. Kwa mfano ulikuwa zamani unatoka kwenye pombe labda saa 7 saa 8, let's say unarudi nyumbani usiku. Kwa hiyo jitahidi sana ulale kwa wakati. Kwa hiyo ukilala kwa wakati, ina maana itakusaidia sana wewe kujikuta kidogo unaweza kumudu ile hali ya kutokunywa pombe. Muda ambao unatakiwa unywe pombe wewe umeshapumzika. Mazoezi ya msingi, unaona? Mazoezi ya msingi ni yale mazoezi kwa mfano nimesema hapo awali kule nyuma, kama tembea dakika 30 au fanya mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi kama tulikuwa tunacheza mpira hapa, tulikuwa tunanyosha viungo kama sit up, push up nyumbani. Unakimbia push up kidogo kidogo, unafanya hivi, unafanya mazoezi kama hivyo, unamwagia bustani, unashika ndoo, unajituma mwenyewe. Kwa hiyo mwili unakuwa regulation of body na nini, inakuwa mwili unakuwa umekaa vizuri, unaona? Lakini pia wiki ya pili kuacha kabisa, wiki ya pili kuacha kabisa. Malengo lazima ujiwekee malengo kila wiki, lazima ujiwekee malengo. Malengo, acha pombe kabisa kuanzia sasa. Umeona? Jiandae kwa dalili za mwili kama kichwa kuuma, umeona? Jasho, hamu ya pombe. Nakumbuka hata hapo awali mwanzo unaona sasa hivi kidogo uko vizuri. Mwanzo kwa natoka jasho jingi. Kwa mkipiga au ukifanya kitu kidogo unatoka jasho jingi sana linakutoka. Na maana tayari mwili ulikuwa unajiandaa taratibu kuacha pombe. Na ndio maana tunasema kufanya mazoezi jasho linapokutoka tayari inakuwa sumu inatoka mwilini. Umeona? Kwa hata hamu ya pombe inakuwa inapungua. Lakini pia kuna kila siku kunywa maji ya kutosha. Lazima unywe maji ya kutosha. Pia kula matunda. Ndio maana kwa nasisitiza kula matunda hapa. Mwana unakula mara kwa mara, kwa ndizi, kwa mfano machungwa, matunda yote yale, watermelon, tikiti maji, hasa ndizi, chungwa, maembe, umeona? Ndio vitu ambavyo pengine nilikuwa tunakupatia. Na sasa unakumbuka. Kwa hiyo vitu kama hivi vinakusaidia matunda. Ongea na mshauri au kikundi cha msaada. Kama huna namna ya kutengenezea programu ya kujiendeshea mwenyewe. Inawezekana ukamwomba mtu au mtu yeyote mshauri akakusaidia wewe mwenyewe jinsi gani atakutengenezea ratiba ambayo itakusaidia wewe uweze kuacha kunywa pombe. Pia inasema toma au tafakari, meditation. Kwa hiyo ndio hiyo unakuta kila siku jioni dakika 10 na kutosha, unakaa unatafakari, unawaza unafanyaje. Kwa hiyo ni moja wapo ya masomo ambayo hata sisi tunayatoa hapa kwa Back to Life Sober Living House. Lakini pia weka akiba ya fedha uliyotumia kwa pombe. Nilisema ya kwamba kama ulikuwa unakunywa pengine kwa siku 50,000 au 30,000 hata 100,000 unawapiga washikaji. Tunajua mtu anawapiga watu lao, mwanangu wapi au wapi kama walivyo. Waita lete kama tulivyo. Kwa hiyo ile hela ambayo ulikuwa unaitumia pengine basi ina maana ni akiba, iweke akiba, itakusaidia kwa baadaye. Hata kama huwezi kunywa basi iweke, itakusaidia kwa baadaye. Kwenye wiki ya 3 sasa, wiki ya 3 kuimarisha akili na moyo.
kuimarisha akili na moyo. Malengo sasa hiyo wiki ya 3. Kuimarisha nguvu ya akili na kujiamini. Wewe mwenyewe lazima unajiamini kwamba sasa hivi wiki ya 3 nimeshaweza. Wiki ya kwanza nimekaa sijani, wiki ya pili nimekaa sijani. Hii wiki ya 3 kwa maana tayari umeshajiwekea malengo kwamba kumbe mimi naweza kuacha pombe. Unajikuta unaacha pombe mara moja. Pia kurejesha furaha ya maisha bila pombe. Utajikuta kurejesha furaha ya maisha bila pombe. Ina maana hapa hata kama una mke, una watoto, walizoea pengine wanamwona baba anakuja usiku tu saa 8, saa 9, saa 10, lakini kuanzia wiki hii namwona kama baba anawahi. Watoto walikuwa ulivyokuwa ukilewa enzi hizo, unakuja na mtu ameshalala. Hata hawajui baba anakuja saa ngapi. Hawasalimii, ufanye chochote. Lakini safari hii wameona baba sasa hivi yuko nyumbani. Mapema tunapiga nao story, wanakufurahia hata wenyewe wanasema bana hata mzazi amerudi mapema nyumbani napiga naye story. Kwa hiyo kwenye kila siku ratiba yako jipe zawadi ndogo. Mwanzo zawadi naendelea nayo tena. Jipe zawadi ndogo kama vile juice, movie au kutembea na marafiki. Lazima ujipe zawadi kama mimi nimeweza najinunulia kitu fulani, umeona? Au kwenda sehemu fulani ukakaa ufanya, sio lazima unywe pombe, umeona? Pia inasema fanya zoezi la kila na kupumua. Pumua kwa sekunde 4, shikilia 4, sawa? Toa pumzi 4 mara 3 kwa siku. Dakika 4 unaweza kupumua. Yaani una bana pumzi na kuna mazoezi ambayo natakiwa yafanye. Kwa mfano watu wanaoogelea, akiingia kwa kwenye maji kubwa akiibuka hivi, umeona? Andika mafanikio yake ya kila siku. Mafanikio yake ya kila siku naandika. Kwa mfano nimeweza kuhifadhi fedha ambazo nilikuwa natumia kunywa pombe, sasa hivi nimehifadhi, sasa hivi nina akiba ya 500,000 au nina akiba ya milioni 1 au nina akiba ya 80,000. Yaani vyovyote vile na maana tayari ni mafanikio ambayo umeyapata mara baada ya kuacha pombe. Sawa? Lakini pia kuna epuka vishawishi vya zamani. Vishawishi vya zamani ndio hiyo ratiba ya wiki ya 3. Vishawishi vya zamani ulikuwa umezoea unakwenda hivi. Unakutana na washaji fulani, anakupigia simu, hebu njoo, wewe hata marafiki na wenyewe ni mabaya. Yaani unakuta rafiki kifika muda fulani anakupigia simu. Wewe mwanangu vipi? Hebu njoo. Tukutane pale pale au hivi whatever. Mtakutana sehemu fulani au vyovyote vile. Sasa marafiki kama wale unaweza kaepuka nao kwa sababu na mimi kwa sasa hivi nimeshaacha kunywa pombe. Niye endelee na shughuli na ratiba zangu, lakini tutaonana pengine katika muda fulani au sehemu fulani. Yaani unakuwa unaepukana nao. Umeona? Kwenye ile wiki ya 4 sasa ya kujenga maisha mapya. Ndio wiki ya 4 na maana hapa ni mwezi mzima. Kujenga maisha mapya. Kwenye wiki ya 4 malengo yake sasa sawa. Tengeneza mfumo mpya wa maisha bila pombe. Tengeneza mfumo mpya wa maisha bila pombe. Maintain your status the way you are living without any alcohol. Unaona kwamba umetengeneza maisha yako mapya bila pombe. No, now I want to stop to drinks. Forever I can't continue drinking. Yaani mimi sitakunywa tena. Nimeshaweza wiki ya kwanza, nimekuja wiki ya pili, nimekuja wiki ya 3, nimekuja wiki ya 4. Ina maana tayari wewe umeshaweza. Ina maana umeshatengeneza mfumo mpya wa maisha yako bila pombe. Na haya maisha yako bila pombe, kwa hiyo tayari utajikuta unazidi kukua vizuri katika biashara zako, utajikuta unakuwa vizuri na malengo yako yanakuwa yanaenda vizuri na mambo yote yanakuwa unayafanya yanakwenda vizuri. Kuna kitu kingine inasema jifunze kitu kipya au anza utaratibu mpya. Najua ni ngumu sana kwa mtu kuzoea yale alikuwa ameyazoea na kubadilika kwenda kwenye mtazamo mwingine. Umeona? Kwa hiyo ukishatengeneza ratiba mpya, mimi na imani utafanikiwa. Kila siku amka mapema saa 11 alfajiri. Mimi naona hata hapo watu wanajitahidi kuamka. Na hata wewe unajitahidi na mko unafanya mazoezi unakusaidia sio unafanyaje. Yaani hiyo ni nzuri sana. Mimi naamka asubuhi sana. Sababu nishaanza nikiamka asubuhi kama nikaosha yangu, naosha magari. Sawa. Fanya kazi za serikali za mitaa. Mimi wa serikali ndio naosha pale. Sawa. Sasa yaani saa 11 hivi sana. Ushaamka. Hiyo nzuri sana kazi zangu. Sawa. Sasa kuna watu wengine unasikia bro, kuna watu wengine unakuta yaani ile kuamka kama hivi mapema unasema hawezi. Akishakunywa pombe yaani anashindwa analala hata muda mpaka saa ngapi, saa 7 anaamshwa saa 5. Lakini kuna mtu mwingine ni mwepesi. Amekunywa lakini kuamka saa 11 yuko makini, yuko macho. Kwa hiyo na maana hata mimi hilo nakuongeza kwa hiyo. Kwa hiyo unaamka saa 11 nyumbani, mimi namkaza mapema. Polisi nikianza atakwambia. Sawa. Hiyo nzuri sana nimependa. Hiyo nzuri. Yaani mpaka hapa na maana mshauri. Kama umeshaweza ni zoezi gumu sana la kuamka. Naangalia saa ngapi huyu? Kila siku. Sawa. Atakwambia. Okay, sawa. Hiyo ni nzuri na kuongeza kwa hiyo. Tafuta kitu kipya cha kujifunza. Kwa mfano lugha au fani, Biblia, Qur'ani, ustadi wa kazi. Yaani maana hili nimezungumza pale awali ili kikubize. Lakini pia nasema tazama mafanikio yako na jiandikie barua ya kupongezwa. Sasa hapa sijajua barua utajiandikia vipi, lakini cha msingi tu ni kwamba unajipongeza wewe mwenyewe. Yaani kujiandikia barua ya kujipongeza bwana fulani ninajiandikia barua ya kujipongeza afu naibandika pale ukutani. Hiyo inawezekana, lakini pia kwa baadhi inakuwa ni ngumu. Shiriki ushuhuda wako na wengine. Shiriki ushuhuda wako. Shiriki au thibitisha
au unavokana na watu, jamani, mimi nishaacha pombe. Ukisikia mtu anaongea tena unakuwa mkali kabisa, wewe mwanangu, usiendeleza kuleta. Hebu ondoka hapa, mimi yaani lazima ujiepushe, shiriki ushuhuda wako kwa wengine. Kwenda kama siku ya ibada, leo Jumamosi, kwa mfano Jumapili bado naenda kusali, utajikuta una maintain mambo yanakwenda vizuri. Kuna issue nyingine ya msaada wa kitaalamu unaweza kupata. Msaada wa kitaalamu ndio kama watu wa nani? Sisi hapa ambao tunajihusisha na ushauri wa nasaha kwa ajili ya watu ambao wanakuwa waraibu pengine wa pombe, dawa, watu wa ustawi wa jamii, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Yaani kuna watu ambao wanakuwa na watu wao ambao wanaweza kukupangia ratiba maalum ya kuwa anakubana, mimi kwa muda fulani ambao nilikuwa naenda kunywa pombe, nitakuwa nakuja kwako, unanipa somo hili kama mfano ujasiriamali. Yes, tu hata kuongea naye, hata kusoma Biblia, kufanya chochote kile, Qur'an, kitu chochote kile. Kujihusisha na kikundi cha msaada cha mitandaoni kama hiyo ndio Alcoholism Anonymous Tanzania. Sasa ndio hiyo ni watu ambao wanajihusisha na utoaji wa huduma kwa waraibu wa pombe na kadhalika. Pia kutafuta mshauri wa karibu au mchungaji shehe wa kukusikiliza. Na nimeshaongea pale awali. Sasa hapa kuna kitu ambacho tunasema nikiwa hapa sasa, kama si ninaweza, ndio ninaweza, sawa. Kwa hiyo ina maana kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa uvifuate wewe mwenyewe. Ukishavifuata na ukaomba kila siku ushauri, utajikuta unaachana na mambo kama haya. Lakini pia kuna vitu ambavyo nitaviongelea kipindi kijacho. Nafikiri kadri tunazidi kwenda tutakuwa tunatambua vitu mbalimbali ambavyo vinamsaidia mtu, vinamjenga kiafya na kiakili mara baada ya kuacha pombe. Kwa hiyo asanteni sana kwa kipindi cha leo, lakini pia tunawakaribisha kuweza kufuatilia na kushuhudia vipindi vyetu kupitia YouTube channel ambayo ni RM77 Focus and Journey. Ukiingia pale ukigugu click utaona kuna vipindi vyetu ambavyo vinasaidia kidogo kwa kuwapa elimu watu mbalimbali. Asante sana.